Tanzania ati mliringa mkasema hakuna kitu ambacho mnaweza kusoma kutoka kwa nchi tukufu ya Kenya. Hata unajua nimesikia hiyo kitu nikashtuka. Kwani mnataka kusambaratisha umoja wa Afrika? Ama nyinyi ni mashetani mliotumwa mkuje muharibu yale matunda ambayo umoja wa Afrika umeafikia? Si mara ya kwanza umoja wa Afrika Mashariki unabomoka. Ilianzishwa ikabomoka kwa sababu ya matusi, kwa sababu ya umero na uchoyo wa viongozi. Sasa ikaanzishwa upya 1999 na sasa tuko 2025. Bado Watanzania wanaringa na kujipiga vifua ati hakuna kitu wanaweza soma kutoka Kenya. Sio ni umbwakni, huyo ni uchoyo wa hali ya juu, kwa sababu mimi sitarajii viongozi waliochaguliwa wawakilishe wananchi wanaweza kutamka maneno ya kusinya na ya kukereketa maini wa Tanzania. Suluhu ameachilia mbwa zenu zibweke zipendavyo, alafu nyinyi mnaona tu kama ni kawaida. Pengine Suluhu amehongwa, ndio maana awe chanzo cha kusambaratisha umoja wa Afrika ambao kwa miaka 26 sasa umekuwako. Sasa kama hakuna kitu mnaweza soma kutoka kwa Wakenya, mbona basi currency yenu iko chini? Mbona basi mkitoa nyimbo zenu hizo mnasema mmetushinda kiakili, mmetushinda kisiasa, sijui na mmetushinda na nini ingine? Mbona basi wasanii wenu wengine wanakuja kukufia huku, wengine wamekuja kusotea huku Kenya? Umesahau Mr. Nice? Si Mr. Nice alikuwa wenu? Ako wapi siku hizi? Si anakaa Kenya? Alitoka Kenya, alitoka Tanzania kwa sababu kwenu kulikuwa na shida. Akaona pesa zenu ziko chini kama matumbo ya nyoka. Akaona akiendelea kunyanyaswa na utawala wa Tanzania hawezi kunawiri. Akasema heri kukua Mkenya. Boni Moitage akitoa gospel, kina nani wanamsikiliza sana? Si ni wa Kenya? Rose Muhando na kurudia ideas zile ambazo anaimba na kurudia melodies. Nini sasa hapo mmetushinda? Hata sisi tumelea watoto wetu kwa misingi ya uzalendo. Hata sisi tumelea watoto wetu kwa misingi ya kuwaheshimu viongozi
Kile sisi hatutaki ni ujinga na kubebwa wana. So, kama nyinyi mnalamba viongozi wenu matako ashaku msima tusi, sisi hatutafanya kitu kama hicho. Na hii ifikie Tanzania. Especially wale viongozi walisema hakuna kitu cha kusoma kutoka Kenya. Mmetuzidi kiakili aje wa Kenya. Ati mmetuzidi kiakili kwa sababu mnakuza vitunguu vinatoka huku Tanzania, vinakuja Kenya na Kenya ndio wananunulia sana. Wakenya nao wakigomea vitu zenu na nyinyi mkigomea vitu zetu. Ndio maana ninasema tusipochunga. Si kuna Watanzania wameolewa Kenya, kuna Wakenya wameolewa Tanzania. Maneno kama hayo viongozi wanayatamka ni ya kusambaratisha sio tu umoja wa Afrika, bali pia familia, kwa sababu nataka kuamini Afrika Mashariki tumechanganyikana na tumetangusana na kutangamana kwa kila njia.